Hizi ndio mojawapo ya sababu zinazokufanya usifanikiwe. Sababu ya kwanza, wewe ni mvivu. Wewe ni mvivu, hutaki kufanya kazi. Hiyo ni moja ya sababu ambayo itakufelisha sana na itakufanya usifanikiwe. Sababu ya pili, wewe unapenda sana kufuatilia habari za watu wengine. Sasa unapofuatilia sana mambo ya watu wengine, huwa unasahau kufuatilia mambo yako na kupangilia mambo yako. Hiyo tabia ni mojawapo ya tabia ambayo itakufanya uwe maskini na itakufelisha. Kwa nini wewe unakuwa maskini? Sababu nyingine, wewe ni mtu ambaye una mipango mingi. Una mipango mingi sana, kiasi kwamba mpaka sasa unashindwa kuchagua ipi ufanye, ipi uache. Kipi ufanye, kipi ukiache. Kipi kianze, kipi kifuate. Mipango ni mingi sana. So unajua kelele nyingi humpoteza mbwa, miluzi mingi humpoteza mbwa. Ndivyo ilivyo kwako sasa. Mipango ni mingi, kwa hiyo huwezi kuchagua. Sababu nyingine kwa nini ufanikiwe, unaogopa kujaribu. Wewe ni mwoga wa kujaribu. Unaogopa kufeli, ni mwoga wa kujaribu. Ukiwa mwoga wa kujaribu, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu mafanikio yamekaa kwenye mstari wa hatari. Yaani nusu mafanikio, nusu hatari. Kwa hiyo ukivuka umefanikiwa, usipovuka umefeli moja kwa moja. Sasa kukaa kwenye huo mstari, hiyo ni riski. Sasa wewe hutaki kuchukua riski, kutake riski hutaki. Hiyo ni sababu ambayo pia itakufelisha. Yaani uoga, unaogopa. Uoga wa jambo usilolijua. Fear of unknown. Jambo lingine ambalo litakufelisha, wewe ni mtu wa misaada sana, tena misaada kwa sifa. Sio misaada kwa sababu watu wanauhitaji, ila unapenda sifa. Yaani wewe ni mtu mpenda sifa. Unatoa misaada sana kwa ajili ya sifa, sio kwa sababu unaguswa au una huruma, una moyo wa kusaidia, hapana. Wewe ni mtu wa sifa. Mpe. Ndugu yangu, hiyo tabia itakufelisha sana. Ni mojawapo tabia ambayo itakufelisha sana. Sababu nyingine, wewe una hamahama sana. Haujachagua sehemu moja ambayo unataka kutafutia maisha yako. Wewe ni mtu wa kuhamahama. Ukikaa sehemu mwezi mmoja, miezi miwili, unasema hapafai, unahama, unaenda mji mwingine. Unakaa miezi miwili, unasema hapafai, unaenda mji mwingine. Unakaa miezi miwili, hapafai, unaenda kijiji kingine. Unakaa miezi mitatu, unatoka, unaenda kijiji kingine. Kama unahamahama sana, ndugu yangu, huwezi kufanikiwa, kwa sababu mafanikio yanataka utulivu. Pesa inataka utulivu, inataka mtu aliyetulia, mtu ambaye hana mambo mengi. Lazima utulie ili uweze kusoma mfumo, uweze kuyasoma mazingira, uweze kujua mchakato, ndipo ufanikiwe. Kwa hiyo kuhamahama na kwenyewe ni tabia ambayo itakufelisha. Ni tabia ambayo itakufelisha. Kitu kingine, wewe ni mtu wa mahusiano yasiyokuwa na utaratibu maalumu. Yaani inamaanisha kama mwanaume una wanawake wengi, hicho kitu kitakufelisha, kwa sababu hawa wote wanataka huduma. Wanataka wahudumie kwa chakula, kwa mavazi, kwa malazi, makazi. Sasa ndugu yangu, una pesa kiasi gani ya kuweza kuwahudumia hawa wanawake wote kwa mahitaji yao yote, na wewe bado ukabaki salama? Unayo kiasi gani? Hiyo tabia pia itakufelisha. Na kwa upande wa mwanamke pia, kuwa na mahusiano mengi na yenyewe pia kitu ambacho kitakufelisha, kwa sababu utakosa msimamo. Utakosa msimamo, utakuwa malaya, kwa sababu utakuwa wewe unatumika kwa ajili ya kupata pesa, kwa ajili ya kupata kitu. Sasa huwezi kupata mafanikio kwa kutumikisha mwili wako. Huwezi kupata mafanikio kwa kutumikisha mwili wako, kwa sababu watu hawatakulipa wewe pesa ya kuweza kufanya maendeleo. Hawatakupatia pesa kufanya maendeleo. Alafu pia hivyo ni tabia mbaya ambayo ni hatari. Hata kwako wewe mwenyewe ni hatari sana.
hiyo na yenyewe ni tabia ambayo itakufelisha sana. Hii kwa mwanamke, tabia ambayo itakufelisha, kwa sababu ukishakuwa malaya unakuwa una akili. Huwezi kuwa na akili ukishakuwa malaya, unakuwa una akili, una msimamo, una chaguo, unaenda kokote. Sasa hapo utakutana na shida nyingi sana ambazo sio lazima niziseme zote. Nafikiri unazijua wewe mwenyewe shida ambazo unaweza kukutana nazo kwenye mazingira aina hiyo, na kwa sababu ya kimaadili hilo siwezi kulizungumzia kwa uwanja mrefu sana, lakini naamini kwa kodi hii ndogo umenielewa. Hiyo sio tabia nzuri, utafeli. Tabia nyingine ambayo itakufelisha sana, kuwa na familia kubwa. Ndiyo, umenisikia vizuri kabisa, kuwa na familia kubwa. Ngoja niwekee neno hapo mbele, kuwa na familia kubwa wakati huo uwezo wako wa kumudu gharama ni mdogo. Una familia kubwa afu uwezo wa kumudu gharama ni mdogo. Wewe unazaa watoto wengi wakati uwezo wa kuwahudumia huna. Unazaa watoto wengi, uwezo wa kuwahudumia huna. Ukumbuke unapokuwa na familia kubwa, maana yake mahitaji yanakuwa makubwa zaidi. Chakula kinachohitajika kwa siku kinakuwa kingi zaidi. Mavazi yanayohitajika kwa wanao yanakuwa mengi. Kama wanasoma shule, michango mbalimbali, ada pia ni nyingi. Utashindwa kujigawa. Utakuta kila hela ambayo unayoipata inatakiwa iende kwenye huduma za watoto. Utashindwa kujigawa, na hicho kitu itakukwamisha. Sisemi usiwe na watoto, kuwa nao, lakini kuwa tu na idadi ambayo unaweza kuimudu, yani idadi ambayo inaendana na uwezo wako wa kiuchumi. Kuwa na watoto kiasi fulani ambao unaweza kuamudu kiuchumi, unaweza kuwapa mahitaji yao vizuri, na bado mambo yako mengine ya kimaendeleo yakaendelea. Haitakiwi tu pesa yote iishie kwenye kuwahudumia tu watoto, hapana. Unatakiwa watoto wahudumiwe ipasavyo, wapate mahitaji yao yote, na wewe ubakie salama kabisa, uendelee kupata balansi ya kufanya mambo mengine ya muhimu ya kimaendeleo kwenye maisha yako. Kumbuka, watoto sio mradi, watoto ni wajibu. Wewe ndio umewazaa, wewe ndio unatakiwa uwahudumie. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuwahudumia mahitaji yao yote, na pia wewe mwenyewe kujenga uchumi wako ambao itakusaidia kwa maisha yako wewe mwenyewe. Kuwa na vitega uchumi ambavyo vitakusaidia kwa maisha yako wewe mwenyewe ya umri, jinsi unavyosogea itakusaidia, kwa sababu kuna muda utakosa nguvu za kufanya kazi kubwa, kazi ngumu utakosa. Kwa hiyo utatakiwa tu uishi kwa kutegemea mapato yanayotokana na miradi ambayo umeshaweka. Sasa kama familia yako itakuwa kubwa sana na wewe uchumi wako bado sio mzuri, itakuweka kwenye mazingira kimaskini, ndugu yangu. Hiyo nayo tabia ambayo itakufelisha. Acha kuongeza familia kama uwezo bado haujajitosheleza. Tabia nyingine, ndugu yangu, tabia ya kupenda kulaumu wengine kwenye kufeli kwako. Unapolaumu sana watu wengine kwa kufeli kwako, unakuwa unapoteza uwezo wa kufikiria kwa uhalisia changamoto zinazokukabili. Unapoteza uwezo wa akili wa kuchanganua changamoto zinazokukabili, utazitatua vipi, inapotea, kwa sababu unakuwa umepata kisingizio cha kulaumu wengine. Unalaumu wengine, au unalaumu serikali, au unalaumu Mungu hajakujalia, au unalaumu wazazi hawakuandalia mazingira mazuri, au unalaumu kaka zako hawajakusaidia, unalaumu dada zako hawajakusaidia, unalaumu ndugu zako. Hilo jambo, au unalaumu rafiki zako, hilo jambo litakufelisha, kwa sababu unavyozidi kulaumu zaidi, ina maana unakuwa unaukwepa wajibu wako. Hutawaza mapungufu yako, hutawaza kasoro zako zinazokufelisha, kwa sababu utakuwa umepata kisingizio. Sasa hiyo ni tabia mbaya ambayo yenyewe pia itakufelisha sana. Acha. Ziko tabia nyingi, zingine mtaongeza watu wengine kwenye comment hapo, mtaongeza, ziko nyingi sana, mtaongeza kwenye comment hapo zingine. Mimi kwa ufupi kwanza nimezileta hizi chache ambazo acha, ndugu yangu, kwa sababu natamani kukuona
ukiwa umefanikiwa zaidi. Natamani kukuona ukiwa juu, natamani kuona una maendeleo. Acha hizo tabia.